Hello watu wangu, kwa majina naitwa Daddy the Guitarist, composer, songwriter, napenda mziki. Mahali tumefikia saa hii, niko hopeful mahali nimefikia saa hizo lessons zinawasaidia pakubwa sana. Pakubwa sana. Sasa ndio tufunge module 1, kuna vitu kadhaa nataka kuwafunza hapa. Vitu tu kidogo tu, si vitu mingi, vitu tu kidogo vitawasaidia hapo baadaye. Hivi vitu vinaitwa, kwa kizungu tunasema essentials. Kumbuka tunasoma African guitar, si ndio? Sasa tutaziita essentials of African guitar. Essentials of African guitar. Hivi vitu ni muhimu sana. Ni vitu muhimu sana. Kama ndio unatangulia, kama ndio unaanza sasa kujifunza mtindo, hivi vitu ni vitu muhimu sana. Ama na hizi vitu bado zina apply to other genres of music. Sawa? So essentials of African guitar, specifically essential of 7, essential of rumba, bado ita apply tu bado kwa sukus. So nitaenda mbio sana kwa sababu hapa hakuna kufunzana guitar, it's just theory, a little bit of theory. Number 1, listen to 7. Listen to 7, au you can listen to rumba, in apply bado kwa rumba. Always listen to 7 and listen to rumba. Wacha ni explain hapo. Na maanisha hivi nikisema listen to 7 ama listen to rumba, unataka, uko na hamu, yani uko na hiyo passion, unataka kujua kucheza 7. Uko na hiyo passion, unataka kujua kucheza rumba. Si ni kweli? Uko na hiyo passion, unataka kujua kucheza rumba. Uko na hiyo passion, unataka kujua kucheza sukus. Uko na hiyo passion, unataka kujua kucheza kina mkangala. Uko na passion, unataka kucheza nini? R&B. Uko na passion, unataka kucheza reggae. Any other genre. Ndio uanze kucheza hizi vitu. Unahitaji nini ndio uanze kucheza hizi vitu? Unajua huwezi anza tu kucheza kitu na ujui venye kitu inaenda. Si ni kweli? So for you to play that kind of music ama that kind of genre 7 ama rumba, lazima usikize hiyo muziki kwanza. Take your time. Skizanga venye muziki ya 7 inaenda. Muziki wa 7 inaenda, vile muziki wa 7 inaenda. Sikiza vile muziki wa 7 inaenda. Alright? Sikiza vile muziki wa 7 inaenda.
Una get? Sikiza vile mziki wa 7 unaenda. Sasa alafu ukisikiza hiyo mziki pia usikizange vile tempo ya hiyo mziki inaenda. Ama mziki wa rumba. Mziki wa rumba tempo inakuwaga very slow. Very slow. Mziki wa 7 ni very fast but medium iko hapo medium. Sasa kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo. Sasa tempo pia ni muhimu. Na pia hiyo vile inaenda, vile hiyo muziki inaenda pia ni muhimu. Yaani sikizanga kabla uanze kucheza kitu, kama wewe ni mgeni kwa kitu, kabla uanze kucheza kitu, kwanza sikiza hiyo kitu vile inaenda. Muziki za 7 ziko mingi hapo nje. Sikiza kina Willy Longomba, unaona? Sikiza kina Willy Longomba, usikize vile mtindo inaenda. Sikiza Koffi Olomide, usikize vile mtindo inaenda. Unaona? Sikiza kina Lewanyika, usikie vile muziki inaenda. Sawa sawa. Sikiza vile hiyo muziki inaenda. Kina Lewanyika. Sawa sawa. Sawa sawa. Ukisikiza venye mtindo inaenda, hii kitu sasa utaanza kuzoeana nayo. Kujifunza sasa itakuwa rahisi. Uwezi anza kujua kitu, uwezi anza kupiga kitu na bado hujasikiza vile hiyo kitu wale wenzako wanaicheza. Hujasikiza vile inachezwa na sasa wale mapro. Unaelewa? So you must listen to 7 ama to rumba music ndio upate hiyo idea, upate hiyo knowledge. Sawa sawa? Ndio upate hiyo knowledge. That's number 1. Number 2, after umeshasikiza hiyo, umesikiza vile 7 ama rumba inaenda. Kuna vitu zinaitwa licks. Kuna vitu huwa zinaitwa licks. Hii inapatikana kwa gitaa, inapatikana kwa English system of guitar. Sawa sawa, hiyo inapatikana kwa English system, hiyo iko kwa African, inapatikana kwa wazungu sasa English guitar. Kuna vitu inaitwa licks. Hizi licks zinakuanga nini? Licks ni kama maneno, ni kama maneno kwa maneno kwa kizungu ni words. Ni kama maneno. For example, ukienda shule kuna maneno ujui kizungu, ujui kuongea. Ukienda shule kuna maneno unapewa pale ndio ujue kuzitumia kwa sentence. Si ndio? Ndio sentence yako ikuwe fluent, lazima utumie words connect ndio come up with a sentence. Si ni kweli? Sasa hizi licks zinakuwa maneno zenye unatumia kwa sentence yako. Hii sentence yako inaweza kuwa rhythm, hii sentence yako inaweza kuwa 7. For example, unaweza cheza rhythm ya 7 bila lick. Imagine nacheza 7. Nacheza 7. Tunaona sikia venye iko. Ni sasa umeenda shule ujui hata kuongea. Ujui hata kupronounce word moja. Ujui hata kuongea sentence moja kwa Kizungu. Hata kwa Kiswahili bado hujui kuongea sentence kwa Kiswahili. Unanielewa? Ndio kitu nakuchezea hapa. Sasa sijui kucheza hiyo lick ya 7. Lakini sasa ile unapatiwa hiyo lick, uingize kwa hiyo sentence yako ambayo ni rhythm ama ni solo. Unapata hiyo kitu inakuja na sound aje? Hivi. So our lick ni nini? Unanielewa? Unasikia vile anacheza kwa kitu? That is what naita lick. So
lazima usikize ni lick gani wanatumia kwa 7. Na hizi lick always, hizi lick ukishazijua hata zikwangi mingi. Sana sana ni moja. Kwa first rhythm inakuanga tu moja. Sio mob. Hiyo yenye nimefanya hiyo inakuanga nini kwa second rhythm, unaona? But huku kwa nini unatumia kwa hiyo rhythm ya kawaida ya first rhythm unatumianga third finger, which I will show you. Sawa, nitakuonyesha. I will show you how to do it. So sikizanga nini? Sikizanga licks. Na lick ya 7 moja yao niyo nimekuonyesha. It's just improvising. Kitu kama hiyo inachezwa na third finger, kurudia rudia. Okay? Ni kurudia rudia. Tunaelewana hapo? Ukikuja kwa rumba pia sikiza licks za rumba. Licks za rumba sana sana zinakuanga flick-offs na hammer-on. Flick-offs na hammer-on. Si nimekuchezea nini? Shauri yako. Unasikiza? Flick-offs and hammer-ons. Zinaitwa flick-offs and hammer-ons. Ainanga vitu mingi, rumba inanga licks mob. Ni hizo. Though those ones are techniques, but they are also licks. Kwa kizungu hizo ni techniques. Sawa? Kwa kizungu, kwa English system hizo zinakuanga techniques. Sawa sawa? Hizo ni techniques. But ikikuja hii gitaa Kiafrika, hizo tunaweka kama licks. Unaona? Kwa sababu gitaa Kiafrika inanga vitu mob ndani. Hiyo tunaweka kama licks. Na hii licks ukienda kwa English system ni something else. Unaona? Ni kitu kingine tofauti, inachezwa tofauti. Unaona? Sijui kama unanielewa. So always listen to those kind of things. Nasikiza ni wametumia lick aina gani. Unaona? Nasikiza. Unaona? That's when nilikwambia kidole yako always do it like this. Always do it like this, your finger. Hapa. Unaona hapa ndio inachezwa nayo sana. This part ndio inafanya hivi. That part ndio inafanyanga hivi. Tunaelewana? So essential number 2, jua lick ya hiyo genre yenye unataka kujifunza. Lick ya 7, lick ya R&B. Lick ya rumba, ya rumba. Number 3. Hiyo number 2, si ndio? Number 3, play along. Play along. Usisikize tu na umekaa chini. Utajuaje kama umekaa tu ndaye? Wewe kazi yako ni kusikiza. Try hata kama utacheza madogodhanio, just try to play just try to play along. Sawa, just try to play along. Wakati rumba inacheza, just try to play along. Sawa. Wakati rumba inacheza, just try to play along. Sawa. Na hii first rhythm iko very powerful. Msidharau hiyo first rhythm, iko very powerful. Sawa, just play along. Unasikiza nyimbo fulani iko pale kwa hizo, kama mmesikia hiyo Madilu system. I don't know, sansa ya papier. I don't know how to pronounce French nini pronunciation sijui. Sansa ya papier. Have you heard of that one? Zinakuwaga masongs mob ndani, si ndio? So there is one that goes like this. Do imechezwa kwa kia E. Sawa. Na ni first rhythm. Inakwanga? Yeah. Naona. So when ile rhythm inacheza, jaribu kutafuta hata wewe usikie ni wapi na wapi, ni wapi na wapi, ni wapi na wapi. Unanielewa? Jaribu tu uone ni wapi na wapi na wapi. Sawa. It applies pia kwa rumba. Sana hiyo rhythm, sikiza tu, anza tu kucheza bila hiyo lick. Unaona? Jaribu tu uone ni nini inafanyika pale.
Unaona, ndio tunaita listen, ndio tunasema play along. Tunaelewana hapo? That's number 3. Last but not least, learn the African guitar language. Learn the Seben language, learn the Rumba language, learn the Sukus language and any other genre. Sawa. Language ni nini? Language ni kama mtindo. Mtindo wa Seben unakuwa mtindo gani? Yaani inaendanga aje? Na nimeshaonyesha Seben vile naendanga. Unasikiza hiyo tempo yake. Sawa. Language hiyo tempo yake. Unaona? For example, huwezi cheza Seben na beat ya nini? Beat ya reggae. Si ni kweli? Huwezi cheza Seben na beat ya reggae. Sasa Seben iko na language yake. Kuna vile naenda. Unaona? Kuna vile naenda. Na hiyo drum ina roll. Language ya Seben. Again, language ya rumba. Tempo inenanga slow. Huwezi peleka rumba mbio na rumba inakwanga very slow. Tunaelewana hapo? Learn the language. Language ni kama nini? Reggae iko na language yake. Si ni kweli? Sijui nipeane example. Reggae iko na language yake. Reggae iko na language yake, wadau. Are we together? Reggae iko na language yake. Know that one? Yo wai kokonk sana. Reggae has its own language. Sawa. That's why nakwambia uwezi apply beat ya rumba kwa reggae. Naona? Unaona? Iko na language yake. Una get? So lazima uelewe venye reggae na flow. Unaona hata venye nimeicheza. Reggae inachezwa na style yake. Language ya reggae ni choke, una strum na una choke, una strum na una choke hizo notes. Unaelewa? The same kama acha nikupatie gani? Example gani mzuri? The same kama R&B. Sawa? The same kama R&B. Unanielewa vizuri? Language. Una get? Vitu kama blues language. Unaona vitu kama blues language. You see? Things like those one. Blues language. So, that is what I wanted to show you. No, that is what I wanted to show you guys. Hizo ni vitu muhimu sana.